Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Wewe unayenisikia saa hii na unayetufuatilia, nikukaribisha kwenye ibada hii fupi. Ninataka kuzungumza na wewe majira haya. Mungu ametupa neema kwa ajili ya kusema na wewe maneno ya Mungu, na popote pale ulipo naweza kuendelea kujiungamanisha na ibada hii. Tuko live kabisa, tunakufikia mpaka nyumbani mwako. Majina yangu ni mtumishi wa Mungu, niite Yohana. Niko hapa katika madhabahu ya Fiagla MC, madhabahu ya urejesho. Acha niombe kwa ajili yako na tuende kusema maneno ya Mungu haya. Baba, katika jina la Yesu, ni Mungu unayetenda, Mungu unayefanya. Ninawakabidhi watazamaji na wasikilizaji wetu mikononi mwako. Majira haya Bwana kaseme na mioyo yao. Bwana kamsaidie mama huyo, kamsaidie baba huyo, kamsaidie kijana huyo, katika jina la Yesu. Neema yako iwe juu yake. Waponywe mioyo yao, wagangwe, wasaidike. Roho Mtakatifu uwe katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amen. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe unanifuatilia sasa, na wewe ambaye umeketi ukinitazama mahali hapo, nataka nizungumze au niongee na wewe kwa jambo moja ambalo Mungu anasema nami, na jana nilifundisha pia kwenye ibada kwamba ipo nguvu kwenye kile unachokisema. Ipo nguvu kwenye kinywa chako. Iko nguvu kwenye kile unachotamka. Nini namaanisha? Soma andiko matakatifu nasema katika kitabu cha Mithali sura ya 6 na ule mstari wa 2. Biblia inasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umenaswa kwa maneno ya kinywa chako. Anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, lakini umenaswa kwa maneno ya kinywa chako. Ipo nguvu kwenye kile unachokisema. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja ambacho nielewe. Kumbe maneno ni mtego. Maneno ni mtego. Maneno unayoongea ni mtego. Maneno unayotamka yanaweza kugeuka yakawa mtego. Maneno unayoyasikia yanaweza kugeuka yakawa mtego. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Basi kusikia kwako kunaweza pelekea mtego ambao ukanasa maisha yako. Ukanasa, ukakutumbukisha kwenye shida. Oh Lord my God. Nisikie unanitazama. Kuna maneno umeyasikia na ukachukulia kawaida, lakini yaligeuka yakawa mtego. Leo kwa jina la Yesu, huo mtego uliokunasa kwa maneno ukuachie na unaufyatua kwa jina la Yesu. Sikia, maneno yanakuwa mtego. Na yakishakuwa mtego, Biblia inasema ananaswa. Angalia, wewe ambaye umeangalia mafuatilia wawindaji, wanapoficha mtego huwa hawaweki hadharani. Wanaficha mahali ili hata aliyetegwa au anapotega yule kiumbe au mnyama asione ule mtego, asiweze kufyatua. Hivyo mtego huwanasa watu kwa ghafla. Ndivyo yalivyo maneno. Biblia inasema umenaswa kwa maneno. Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Bwana tusaidie. Sikia, maneno yanageuka kwa mtego. Watu wengi leo wamenaswa na maneno. Na mimi nimekuja masaa haya na kutangazia uhuru wako kutoka kwenye mitego ya maneno waliokutamkia na imekunasa
katika jina la Yesu ikuachie mahali popote unapotufuatilia. Kwa jina la Yesu nalituma neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Nami nalituma neno hilo likakufungue kutoka hicho kifungo, kutoka kwenye hayo maneno, kutoka kwenye huo mtego uliokunasa, na ufyatua kwa jina la Yesu. Maneno ni mtego. Umetegwa kwa maneno gani? Biashara yako imetegwa kwa maneno gani? Familia yako imetegwa kwa maneno gani? Ndoa yako imetegwa kwa maneno gani? Huduma yako imetegwa kwa maneno gani? Maneno ni mtego. Masaa usiku tunaenda kufyatua hiyo mitego. Tunaenda kuiharibu hiyo mitego iliyokunasa, walioificha ikukamate. Wengine kuna maneno umetamkiwa mwezi ulioanza ni hayajakunasa. Nikakwambia hivi, sikia, mtego haunasi hapo hapo, bali wanatega wanasubiria kuja kuangalia kama umenasa. Maana yake maneno uliyotamkiwa leo usipoyashughulikia, kesho yanaweza kaa ni shida zaidi, kesho inaweza kaa mbaya zaidi, maana utanaswa. Bwana kutoe hapo katika jina la Yesu. Utanaswa, utashindwa kutoka. Bwana amenipa neema ya kufyatua kila mitego ambayo linenewa, ambayo litegewa katika jina la Yesu. Hiyo mitego ikuachie. Raba shakatama. Acha niombe na wewe mahali unaponifuatilia. Baba, katika jina la Yesu taendelea. Raba sheke mando kusaka. Ninaomba na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa jina uziseme. Majira haya ni maombi maalum kabisa. Ninakuja mbele zako kwa jina la Bwana wa majeshi. Nami nimepewa neema majira haya nije kufyatua kila mitego ya maneno ulionenewa. Wengine wamenenewa wakiwa wamelala usingizi. Biblia inaniambia, lakini watu walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Bwana shamba huyo aliporudi anauliza, anatuma wafanyakazi wake, anasema, kwa nini? Kwani hawakupanda ngano njema? Imekuaje magugu? Nimekuja kuondoa hayo magugu katika jina la Yesu. Acha nikuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa madhabahu inayoongea kwa moto na inayorejesha, inayotoa majibu isiyonyamaza, majira haya inamleta mtazamaji wangu huyu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kila maneno ya mitego aliyotegewa, kila maneno yaliyomnasa, maneno ya laana, maneno ya mikosi, maneno ya kukataliwa, ninafyatua hiyo mitego ya maneno. Repeko sakata kwa jina la Yesu. Nafyatua hiyo mitego aliyotamkiwa kazini, aliyotamkiwa kwenye ndoa, aliyotamkiwa kwenye elimu. Hayo mitego ya maneno yaliyotamkwa, maneno yaliyotamkwa yamegeuka kwa mitego. Nafyatua kwa jina la Yesu. Awe huru sasa, afunguliwe sasa, awekwe huru sasa. Hayo maneno nafyatua hiyo mitego, na mnamsua kwenye hiyo mitego maneno ya laana, maneno ya mauti, maneno ya mikosi, hayo maneno ya kutofanikiwa, hayo maneno ya magonjwa. Ninamfyatua hiyo mitego, ninaing'oa hiyo mitego, ninaisambaratisha katika jina la Yesu. By force, by power, I command in the name of Jesus. Kila mitego ya adui, kila mitego ya kipepo, kila mitego ya misimu, kila mitego ya maneno waliokusudia, waliotamka tuendelea, waliotamka hatainuka, natangaza kwa jina la Yesu, achiliwe awe huru, achiliwe awe huru kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo ofisi, kwenye hiyo nyumba. Hayo maneno ninayavunja na yaharibu kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa